Ni kama filamu ya kusisimua, lakini hii si hadithi ya kubuni. Ni tukio halisi lililotikisa soka la Afrika na kushangaza dunia ya michezo. Ndiyo, shirikisho la soka barani Afrika limechukua uamuzi mgumu na wa kihistoria kwa kuivua ubingwa wa AFCON 2025 timu ya taifa ya Senegal na kuitangaza timu ya taifa ya Morocco kuwa mabingwa wapya. Uamuzi ambao umeibua mjadala mkubwa barani Afrika na duniani. Ikumbukwe fainali ya AFCON ilichezwa kati ya Senegal na Morocco, ambapo Senegal waliutwaa ubingwa huo baada ya ushindi wa bao 1-0 katika muda wa nyongeza. Hata hivyo, dakika za mwisho za mchezo zilijaa mvutano baada ya mwamuzi kutoa penalti tata kwa Morocco, hali iliyosababisha wachezaji wa Senegal kuondoka uwanjani kwa muda kidogo kama ishara ya kutoridhishwa na uamuzi huo. CAF ilibaini kitendo hicho kama ukiukwaji wa kanuni za mashindano na hivyo kubadilisha matokeo na kutangaza Morocco kwa washindi wa mabao 3-0 kwa njia ya forfeit. Kanuni iliyotumika kuipa ubingwa Morocco ni sheria ya 82 na 84 za CAF, ambapo sheria 82 inasema timu ambayo inaacha mchezo bila ruhusa ya mwamuzi au kushiriki kwa mujibu wa masharti ya mchezo inaweza kuadhibiwa kupoteza mechi. Lakini sheria 84 CAF inaweza kubadilisha matokeo ya mechi ikiwa timu inakiuka kanuni, ikiwa ni pamoja na kuondoka uwanjani au kushindwa kuzingatia amri za mwamuzi. Baada ya uamuzi huo, shirikisho la soka la Senegal limekataa vikali uamuzi wa CAF na tayari limetangaza kupeleka rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo, yaani CAS. Na hii ni kwa mujibu wa Abdoulaye Seydou Sow, katibu mkuu wa shirikisho hilo. Lakini shirikisho hilo pia limeongeza kwamba uamuzi huu huacha giza juu ya soka la Afrika na kuathiri uaminifu wa mashindano. Kijamii imejaa hisia kali kutoka kwa mashabiki na wadau wa soka barani Afrika, wengi wakikosoa uamuzi huo. Didier Drogba ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast amenukuliwa akisema kuwa hii inaathiri uaminifu, utu na roho ya soka la Afrika. Ndiyo, sheria lazima ziwepo, nidhamu lazima iwepo, lakini maamuzi yanapochukua muda mrefu baada ya filimbi ya mwisho huleta mashaka na maumivu makubwa. Nini kinaendelea sasa? Lakini pia mchezaji wa zamani wa Manchester United Patrice Evra naye ametoa maoni yake akisema mpira wa Afrika umepoteza uaminifu, watu wanacheka. Nilivyoiona hii taarifa nilidhani ni siku ya wajinga, yani mwezi Aprili. Hongera Morocco, najua mtafurahi, lakini bingwa wa kweli ni Senegal. Hii ni aibu kwa mpira wa Afrika. Hata hivyo, baadhi ya mastaa wa Senegal wameonekana kuchapisha picha mbalimbali wakikumbushia ubingwa huo waliotoa kama sehemu ya kukejeli maamuzi ya CAF. Nahodha wa timu ya taifa ya Senegal na mchezaji wa Al Nassr Sadio Mane, ambaye alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano hayo ya AFCON, naye hakukaa kimya. Amefunguka akisema kilichotokea kimezidi mipaka. Huu sio mpira tunaopigania wala Afrika tunayoiamini. Kuna rushwa nyingi sana katika mchezo wetu na inaua hamasa ya mamilioni ya mashabiki barani Afrika. Wachezaji wanafanya kila kitu uwanjani, lakini maamuzi yanayofanyika nje ya uwanja ndiyo yanayoamua matokeo na mataji. Senegali sasa inakusudia kupinga uamuzi wa CAF mbele ya CAS, na kesi hiyo inaweza kuchukua muda kabla ya kupata uamuzi wa mwisho. Wakati Morocco wakisherehekea ubingwa wao mpya, macho ya mashabiki, wadau na vyombo vya habari vya kimataifa yameelekezwa kwenye mahakama hiyo, huku kila mtu akiangalia kama historia ya AFCON inaweza kubadilika tena. Sakata hili limeandika ukurasa mpya katika historia ya soka la Afrika. Morocco wanasherehekea taji lao jipya, lakini Senegal na mashabiki wake wanasubiri kwa hamu kuona hatima ya rufaa hiyo. Tukio hili limeibua mjadala muhimu. Je, mpira wa Afrika unaweza kudumu kuwa wa haki na kuaminika wakati maamuzi makubwa yanayofanywa mbali na uwanja? Ni swali ambalo nawe pia unajiuliza. Mimi sina majibu yake. Mimi ni Justin Nicholson. Hii ni Force News.